Habari, karibu katika chaneli yetu ya Jifunze Digital. Leo nakwenda kukuelekeza namna ya kuexport data kutoka kwenye Google Form na kuzipeleka katika SPSS kwa ajili ya analysis. Ukishakuwa umefungua Google Form yako, questionnaire yako itaonekana kwa namna hii. Lakini hapa ndo kwenye zile response ambazo umezipata, na hii ndio idadi ya responses. Inabidi tuzifungue hizi data kwenye sheet, spreadsheet. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye view in sheet. Hapa itakuwezesha kuona response zako kwenye sheet. Kwa hiyo hatua ya kwanza baada ya kuzifungua data zako kwenye sheet, tunatakiwa download hizi data ili tuweze kuzifanyia kazi sasa na kuziexport, kuzipeleka kwenye SPSS. Kufanya hivyo, utakuja hapa kwenye file, alafu njoo hapa kwenye download. Sasa kwenye download hapa kuna machaguo mbalimbali ya format ambazo zipo. Unaweza kudownload data kwenye format mbalimbali, lakini kwa kesi yetu sisi download hizi data kwa Microsoft, kwenye format ya Microsoft Excel. Kwa hiyo utabonyeza hiyo Microsoft Excel na moja kwa moja utaona data zako hapa zimesha downloads tayari. Hapa data zako zimeshafunguka. Kwa hiyo upo tayari kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine ya kuformat. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa ni kuformat hizi data katika mfumo ambao unakubalika. Kwa hiyo hii tunaita data cleaning. Kwa hiyo lazima uanze kufanya data cleaning kwanza kabla huja export hizi data kuelekea kwenye SPSS. Hapa tutaangalia aina ya data ambazo tunazihitaji kwa ajili ya kuzifanyia analysis. Kwa hiyo tutaondoa zile data ambazo hatuhitaji. Mfano hii column tutaifuta kwa kuwa sisi hatuhitaji kwenye analysis yetu. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifanye ni kuangalia katika kila column unaangalia haya maswali ambayo tulikuwa tumeuliza. Sasa unachokifanya hapa ni kuondoa kwanza hizi alama zote za kuuliza, lakini pia unayafanya haya maswali yawe mafupi. Kwa hiyo hapa ilikuwa swali ambalo linahusiana na employment. Hapa tunaona sasa kuna swali linahusiana na employment, kama huyo mtu alikuwa ni mwajiri ama ni mwajiriwa. Kwa hiyo cha kufanya ni kulipunguza ili swali na kuliandika katika namna ambayo utakumbuka kwenye analysis. Kwa hiyo hapa sisi tutabadilisha, andika employment. Na hivyo hivyo kwenye hizi data nyingine, tunaangalia kwenye hizi column nyingine pia tutakuwa tukipunguza na kuacha swali liwe fupi. Yaani kwenye yale maswali tusiwe na maelezo mengi. Kwa hapa tumeacha organization. Hapa ni kwenye hii column ilikuwa inachukua data kuona kama hizi taasisi ni taasisi ya serikali ama taasisi binafsi. Kwa hiyo ni nature ya taasisi hiyo ya organization. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuiacha tu kwa namna hiyo. Kwa hiyo tutafanya hivi katika hizi column zote hizi tutafanya hivi. Kwa mfano hapa ni sector of economy tu, kwa hiyo nitafuta hayo mengine, ni kuacha tu ile eneo ambalo utakuwa unalikumbuka. Hata ukiexport data kupeleka kwenye SPSS kule utakuwa unakumbuka kwamba hapa ilikuwa linamaanisha nini. Lakini ukishakuwa umemaliza tayari kwa upande huo wa yale maswali ambayo tulikuwa tumeuliza, kitu cha muhimu kingine ambacho unatakiwa ukifanye kabla huja export hizi data ni kuhakikisha, kwa mfano kama hapa kwenye yale maswali ambayo respondents wamejaza wao wenyewe, yani yalikuwa ni open,
ended questions. Ina maana respondents wamejaza wao. Kwa katika kujaza kunaweza pakatokea na aidha kuna makosa ya kiuandishi. Unaona, kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kupitia vile vitu ambavyo au yale majibu ambayo respondents wameandika wao wenyewe. Kwa mfano, haya ni majina ya taasisi ambazo wale respondents wameandika. Kwa kitu ambacho wewe sasa unatakiwa ukifanye ni kuyapitia na kuona kama kuna makosa ya kiuandishi unarekebisha kabla, ili kuweka ile consistency. Kitu kingine, kuna majina ambayo yameandikwa hivi kwa kifupi. Kwa hiyo wewe unaweza ukaamua kama unataka majina yako yote yawe katika kifupi ama unataka uyaandike kwenye ile long form ya hayo majina. Kwa hiyo maamuzi ambayo utakuwa umeyafikia basi itabidi ufanye ili iwe consistency. Kwa hiyo ni hivyo. Pia utaona kama hapa kuna baadhi ya majina mengine yameandikwa kwa herufi kubwa na mengine yameandikwa kwa herufi ndogo. Kwa hiyo inabidi wewe uamue majina yako yote yanatakiwa yaonekane kwa herufi gani ili kuwe na hiyo consistency. Lakini pia kuna majina ambayo yamewekewa na hivi vifupisho vyake. Kwa hiyo wewe utaamua kama majina yamewekewa, unaweka hivyo vifupisho, basi majina yote yanayofanana na hilo. Kwa mfano kama hili jina hili, kama kuna mwingine pia amejaza kutokea hii Tanzania Media Women's Association, basi yote inabidi uyaweke. Kama umeamua uweke na vifupisho vyake kama hivi, basi yote inabidi uweke vifupisho kama hivi vinavyoonekana hili jina. Kwa nini? Ili kuleta ile consistency, kwa sababu baadaye tutakapoanza kubadilisha hizi data kutoka kwenye maneno kwenda kwenye namba, inabidi kuwe na consistency ili ile namba iwe moja katika kila response. Ili hapo tumeelewana vizuri. Mimi hapa tayari nimeshamaliza kufanya data cleaning. Kwa hiyo hivi ndivyo majina yanavyoonekana nilivyoamua kwamba yale yote yalikuwa kwenye herufi kubwa nimeyabadilisha yanaonekana kwa mfumo huu, na majina yote yale ambayo yalikuwa yapo katika vifupisho mimi nimeamua kuiandika kwenye long form. Hatua nyingine ambayo inafuata hapa kwenye ni kubadilisha hizi response ziingie kwenye mfumo wa namba, kwa sababu tunajua response za kwenye SPSS kule inakuwa kwenye mfumo wa namba. Kwa hiyo tunafanyaje ili kupeleka hizi data kuwe kwenye mfumo wa namba? Zinaweza zikawa ziko njia nyingi, lakini mimi nitakuonesha njia moja ambayo naitumia mara kwa mara na ni nyepesi. Kuna vitu vya kuzingatia kabla hujaanza kubadilisha hizi response kwenda kwenye namba. Katika kila hicho ambacho unataka ukibadilishe, kwa mfano kama hapa tumesema ni kwenye employment, labda kuna employee na employer. Sasa nataka hii ufanye coding sasa kwamba employee iwe namba ngapi na employer iwe namba ngapi. Kwa hiyo inabidi hilo ulifanye kabisa mapema, uliandike kama labda employer atakuwa namba 1 na employee atakuwa namba 2. Unafanya hayo machaguo ama maamuzi mapema unayaweka. Ukishakuwa umekubali kwamba employer ndo namba 1 na employee namba 2, kitu kinachofuata hiki ni cha muhimu sana. Lazima uangalie ili neno employer na neno employee yana tarakimu sawa, yani idadi ya tarakimu ziko sawa, zinafanana. Kwa ukiona hapa employer na employee yote yana idadi sawa za tarakimu zake. Kwa hiyo mara nyingi tunaanza na lile neno ambalo lina tarakimu nyingi. Kama maneno yanafanana, lile lenye tarakimu nyingi, alafu ndo tunafuata na lile lenye tarakimu chache. Kwa hapa kwa sababu yote yana tarakimu sawa, maana yake tutabadilisha bila shida yoyote. Kwa hiyo utakuja kwenye control find, utakuja kwenye hii control F au unaweza ukatumia hii find and replace. Kwenye replace hapa, kwa hiyo hapa tuna find and this is replace. Sisi kwa urahisi utakuja tu kwenye hii, maana yake unaweza ukaiandika hapo au ukakopi. Ukaikopi hii, alafu unakuja unaipaste hapo kwenye field. Unataka hii employee iwe replaced na
namba. Sasa ndo ulishafanya machaguo pale awali kwamba employee iwe namba 2, employer iwe namba 1. Kwa hiyo hapa tutaweka namba 2 alafu tutasema replace all. Maana katika kila sehemu ambapo kuna neno employee iwe namba 2. Kwa ukibonyeza moja kwa moja unaona kuna result 92 hapo zimefanyika. Kwa namba 2 hizi naziona hapa zote zikiwa zinamaanisha employee. Alafu hapa tunakuja kuweka hiyo kwamba employer iwe namba 1. Alafu tunasema replace. Manake tayari imeshabadilishwa zile employee zote na employer wote wamekuwa namba 1 na hizo zingine zimekuwa namba 2. Kwa hiyo tayari tumeshabadilisha kutoka kwenye mfumo wa maneno. Sasa hivi response zote zipo kwenye mfumo wa namba. Vivyo hivyo utafanya kwenye column hizi nyingine zote zinazofuata, na kwenye haya maswali mengine Likert scale na yenyewe utafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, lakini uzingatie neno ambalo lina tarakimu nyingi ndilo tunaloanza nalo. Kwa mfano nimekuleta hapa kwenye hizi highly needed na needed. Kwa hiyo hapa inabidi uanze na highly needed kabla ya needed. Kwa hiyo kipindi unaanza kupeleka kule, itabidi uanze na ile neno ambalo ni refu kuliko lile neno fupi, kwa sababu hapa kwenye highly needed kuna needed na hapa kwenye needed ukianza na needed, itachokifanya itakuwekea namba ya needed katika kila sehemu. Kwa hiyo hata hapa kwenye highly needed itaandika highly na hiyo namba utakayoisema. Kwa hiyo ita replace, utazikuta highly na hiyo namba. Sasa ili kuavoid hicho kitu, inabidi wewe uanze na ile neno refu. Hapo nimechukua muda mrefu kukuelekeza ili usifanye makosa kwenye ile eneo. Baada ya kumaliza ku replace zile response zote kutoka kwenye maneno na kuja kwenye namba, hivi ndivyo utakavyoonekana. Sasa ipo tayari kwa ajili ya kuexport na kupeleka kwenye SPSS. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kufungua SPSS yako, ambapo mimi tayari nilishaifungua hii hapa. Sasa jambo la msingi kabisa, baada ya kuifungua hiyo SPSS yako, unachotakiwa kufanya ni kufunga ili file. Usisahau hichi kitu, funga ili file hapa la Excel kabla huja export hizi data kuzipeleka kule CSS. Alafu njoo hapo kwenye open data document, fungua hapa open data document. Hapa sasa inabidi ujue ile faili lako ulipo umelisave wapi. Kwa kama lipo kwenye downloads, utaenda kwenye downloads. Mimi faili langu nimelisave hapa. Save hapa. Sasa ukifika hapa unaweza usione kitu hapa, usione zile faili. Kwa sababu gani? Haulioni lile faili lipo kwenye mfumo wa Excel, na hapa sasa hivi data zetu zinasoma kwenye mfumo wa SPSS. Kwa hiyo ili kuona lile faili lako inabidi ubadilishe hapa, uchague Excel, alafu utaziona hizi hapa data zetu zipo kwenye zinaonekana kwa sasa. Response zetu ni hizi hapa. Kwa hiyo tutazichagua alafu uta open, utaletewa hivi, utakubali ndio. Hizi ndio response zetu tayari ziko kwenye data view. Maana yake response zote tayari tumeshaziingiza hapa kwenye SPSS, na huu ndio muonekano wa hizo data zetu. Na hapa kwenye data view inabidi uje tufanye marekebisho kidogo. Tunaingiza baadhi ya taarifa hususan kwenye value na kwenye label, lakini zaidi ni kwenye value, data values ndio sehemu ambayo hapa bado hatujafanya coding. Yani zile coding ndio ulifanya kule kwamba 1 inamaanisha nini, 2 inamaanisha nini, 3 inamaanisha nini. Huku bado hatujafanya hiyo coding, lakini kule majibu tayari tumeshaweka 1, 2, 3, ile 1 inamaanisha nini. Yani kwa mfano hapa kwenye employment hii 2 inamaanisha nini. Sasa hilo litawezekana tu
kama hapa kwenye values tumeingiza hizo value kwamba hii moja maana yake ni nini na mbili maana yake. Kwa hiyo hapa ndio unakuja sasa kuingiza. Kwa mfano hapa kuna moja kwenye employment pale tulisema employee atakuwa namba 2, employer atakuwa namba 1. Kwa sisi hapa tunaandika hiyo moja inamaanisha employer, hii moja inamaanisha employer na 2 inamaanisha employee. Kwa hiyo hapa hata ukirudi huku kwenye data view hapa, maana yake hii hapa 2 ni imesimama hapa ikiwakilisha employee, lakini ile moja inawakilisha employer. Sawa? Kwa hiyo na kuona hivyo zaidi unaweza ukaja hapa kwenye view, alafu ukitiki data value labels, utaona hapa sasa nimechagua nione kabisa ile response yenyewe. Kwa hapa tayari imeshakuja employee moja kwa moja. Sawa? Nenda nikuoneshe kitu kingine ili tuone. Kwa mfano hapa kwenye gender, hii 2 inamaanisha nini na 1 inamaanisha nini? Kwa hiyo tukirudi hapa kwenye variable view, ndio tuangalie gender hii hapa. Nasema 1 ikiwa inamaanisha male na 2 inamaanisha female. Kiadi hapo bonyeza, tayari hapa nimeshaingiza hizo value. Ina maana hata ukija huku utaona kabisa yanakuja hapo male na female. Kwa nini hizi zinaonekana? Ni kwa sababu hapa kwenye view nimetiki ya value labels. Nikitoa hii utaona inabaki mfumo wa namba moja kwa moja, lakini nikitiki hapa nitakuwa naziona response moja kwa moja. Hizi hapa zinaonekana. Kwa wewe sasa utafanya hivyo kwenye data nyingine zote. Mpaka kufikia hapa, nashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi kwenye channel yetu ya Jifunze Digital. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine ili waweze kupata nondo nzuri kama hizi. Asante sana na karibu tena wakati mwingine. Kwaheri.